Bana, kwa sasa hivi taarifa zinazoendelea kwenye mitandao ya kijamii hasa kwa mpira wa majuu ni kuhusiana na kocha wa Manchester United ambaye ni kocha wa muda Michael Carrick, ambao vyanzo vingi vinaeleza kwamba baada ya msimu kutamatika huenda Manchester United wakatafuta kocha mwingine ambaye atakuwa ni kocha wa kudumu. Sasa kwenye miongoni mwa machaguo mbalimbali kuna jina la Luis Enrique, kuna jina la Roberto Martinez, kuna jina la Roberto De Zerbi na jina la Julian Nagelsmann, ambao ni miongoni mwa makocha ambao kidogo wana uzoefu mkubwa sana kulingana na jinsi na timu walizofundisha na hata na sehemu zote walizopita. Lakini mimi niko tofauti kidogo. Kwa nini? Unajua mpaka sasa hivi Michael Carrick ameongoza Manchester United kuliko alivyoongoza Ruben Amorim. Mpaka sasa kwenye michezo yake aliongoza michezo 8, tumefanikiwa kushinda michezo 6, amepoteza 1 na amesare 1. Sasa ukiangalia hizo takwimu ni takwimu ambazo ni za kocha kabisa ambaye ameingia ndani ya muda mfupi tu. Naishi alichukua kama wiki tu hivi, amepanga kikosi, kaingiza mbinu zake, mwisho siku tumeanza kupata matokeo mazuri. Na lengo la yeye kupewa timu ni kwamba wamempa timu kwa lengo la kwamba aturudishe kwenye michuano ya klabu bingwa. Sasa unajua unapompa mtu jukumu hilo na anapofanya vizuri, mimi sioni shida kama kuna namna utashindwa kumpa mkataba wa kudumu. Japo wengi wanaleta na ile narrative au wanaleta na ile logic ya kwamba kipindi Ole Gunnar Solskjaer alikuwa pale alipewa timu, lakini baada ya kupewa timu kwa muda akaifanya vizuri zaidi, akapewa mkataba, lakini baada ya kupewa mkataba ndo akaanza kuvurunda. Unajua tofauti ya Ole Gunnar na Carrick ni kwenye kutumia mbinu. Uzuri wa sasa hivi Michael Carrick ana benchi zuri sana la ufundi, ambapo mambo anapomshinda anarudi kwa benchi lake, wanamshauri hiki na hiki na hiki na hiki, na tumeona mambo mengi sana akiwa anafanya vizuri. Lakini ni kwa vile sasa hivi timu yetu imekuwa ni kama baada ya kupata matokeo tumeanza kupandisha standard ambazo ni za kipuuzi. Huwezi kuniambia utamleta kocha mwingine alafu tegemea atafanya vizuri. Yaani cha msingi sasa hivi ni sisi tusajili wachezaji wazuri, tena wachezaji wale daraja la juu. Kama kwenye kiungo unaweza kumpata Tonali, Elliot Anderson, Adam Watson, kumpata hata Bruno Guimaraes, kupata wachezaji wazuri zaidi kwenye maeneo mbalimbali, hata kwenye winga wa kushoto tupate wachezaji wazuri. Baada ya hapo tumwache Carrick kwanza. Unaweza ukamwacha hata kwa msimu mzima. Mambo yasipokuwa mazuri utaona mbadilishe, sio kwamba unaenda kuleta kocha mwingine alafu bado unakuta tuna kikosi kibovu, hatujasajili chochote. Yaani tunasajili zetu hizo za kuunganisha unga sana. Yaani unachukua wachezaji ambao bado kabisa ni uwezo ukamchukua eti ukasema anaenda kumweka benchi Maino. Hapana. Tunatakiwa tusajili wachezaji ambao benchi akiwekwa Maino kwa hiyo unasema kweli amewekwa benchi na mchezaji fulani. Sio kwamba unachukua wachezaji ambao hata ukishamsajili aenda kuwa tena ni mtu wa benchi kama alivyo Ugarte. Ugarte tulimsajili ilikuwa na mategemeo makubwa sana, lakini cha kushangaza Maino anamweka benchi na maisha yanaendelea. Kwa hiyo inabidi tuchukue wale wachezaji ambao wana ubora mkubwa, ambao unajua ukimweka kwenye kikosi atakuwa anaenda kudeliver moja kwa moja. Lakini swala la kocha mpya, mimi naona swala la kocha mpya sio kitu tija wala sio kitu cha maana sana. Cha msingi ni kwamba tupate wachezaji wa kutosha, tupate wachezaji wenye daraja kubwa, kitu ambacho hata ukimweka kocha mwenye daraja mwenye uwezo mdogo ataonyesha, atathibitisha, atawatumia vizuri wale wachezaji kudeliver, kutoa matokeo mazuri. Bwana, mimi swala la Michael Carrick kutokupewa mkataba mpya mimi sioni kama hata lina tija au sioni kama lina maana yote. Mimi naona wakimpa mkataba mpya, wakimpa support ya wachezaji wazuri, jamaa anaweza akatupa kombe kwa mara ya kwanza. Na ndio hivyo watu wengine, unajua makocha wengi ambao hawategemeagi kufanya makubwa ndio wanafanya makubwa. Arsenal ni mfano mzuri wa swala linaloitwa uvumilivu. Walimvumilia Arteta toka kipindi amekuja, amechukua tu FA na ngao ya jamii, lakini misimu mitatu yote iliyopita amekuwa akifanya vizuri zaidi, amemaliza pili mara 2. Sasa kitendo ambacho kimempa nafasi zaidi kwamba msimu huu anaweza akachukua ubingwa. Na ndio hivyo kwa timu yoyote, unamvumilia kocha ambaye unaona na mwanga. Sasa unajua kuna kocha anakuja kwenye timu anaanza kuvuruga kila kitu.
mara anakuambia mchezaji huyu simtaki, mara huyu unamtaka, anabadilisha mifumo, huyu anamweka hivi na hivi na hivi. Yaani unajua ukishakuwa na kocha ambaye anafanya mambo yanakuwa magumu, wewe sio mtu wa kumvumilia. Unatakiwa mbadilishe, uweke kocha ambaye anatumia walau basics. Kuna vitu vile vya kawaida kabisa anaviweka kwamba basi tunacheza hivi na hivi na hivi. Sio kwamba mpaka uumize kichwa sana ndo uweze kuingiza mbinu zako. Hapana, unatakiwa uanze na basics kama alivyo Carrick amerudi kabisa kwenye basics. Kama tunacheza tu mpira wa kawaida. Hakuna haja kusema waingia wachezaji wawili ndani, fullback anaingia. Ukishaanza kucomplicate mambo wakati ndo kwanza umeingia, itakuwa ni mambo yanaanza kuwa magumu. Lakini mama kustick kwenye basics kwamba tucheze kwanza mpira wa kawaida, baada ya mambo kukaa sawa ndo tunaanza kuingiza vitu ambavyo ni vizuri zaidi. Bwana, like